ati ninyi mtapewa unaibu wa rais, ati ndio mmuongezee tamu nyingine. Mimi leo nimekuja hapa na manaibu wa rais wawili. Huyu Rigiji is a second deputy president of the Republic of Kenya. Huyu Kalonzo amekuwa 10th vice president of the Republic of Kenya. Na sisi Western hapa tumetoa vice president watatu. Wa 7 Musalia Mudavadi, si alikuwa mtoto wetu? Wa 8 Wamalwa kijana ndugu yangu, si alikuwa mtoto wetu? Wa 9 Mudi Awori, si alikuwa mzee wetu? Sasa Kasongo, wewe usitume Faruku kutisha sisi hapa na vice president. Hiyo sisi hatuwezi tishika, mnatishika kweli? Sisi hatutaki deputy president. Tunataka kiti chako wewe Kasongo. Uende wapi? Aenda siende jamani. Nataka sasa niwaletee the 10th vice president of the Republic of Kenya, His Excellency Stephen Kalonzo. Karibu Your Excellency. Wow. Kakamega hoye. Kisii hoye. $660 please. Asanteni. Basi tumefika kwa Mlembe Nation leo. Na tunafurahi kwa vile mmejitokeza kwa wingi. Kwanza tunashangilia DCP Kisa ground kwa kunyakua uongozi wa ward ya Kisa East na kuweka historia. Ward zote Kenya ni 1450 na hii tayari imeingia kwa mkono ya United Government in Waiting. Na kwa hivyo na nyinyi mmeonyesha ni one term na nyinyi hamwezi kuuziwa uoga. Na kwa hivyo tumekuja kuwaenzi na pia tukumbushane kwamba wakati umefika wa Kenya tujikomboe. Hii ni ukombozi time. Kwa hivyo nikisema Wiper, nipe komboa Kenya. Wiper. Wiper. Wewe uko tayari kujikomboa? Ukishasikiliza ground vile inaongea, alafu waamue sasa haitakuwa vile tena. Hatuwezi kutawaliwa na serikali ambayo inaua watoto wetu kiholela. Na kwa hivyo nikisema Harambee pia munipe nini? Nyinyi muonyesha ni one term. Harambee. Harambee. Wiper. Komboa Kenya. Wiper. Mimi nataka nione wakombozi hapa Kisa hapa. Kisero. Nyinyi mko tayari? Unajua ukombozi inaandamana wakati mwingine na umwagaji wa damu kama vile waanzilishwa wa taifa hili huko milimani. Na nafurahi sana kusikia Rigiji akisema tuunganishe Mount Elgon na Mount Kenya. These are important water towers. Mahali hapa nimesikia ndugu yangu Kileopa akisema watapatieni maji. Hii inatokana na mlima kama Mount Elgon. Kwa hivyo tukiwa hapa leo nataka tueleze Ruto kwanza kwamba tunajua na mpango wa kuiba kura na sisi tuko tayari kumtimua kule. Nyinyi mko tayari? Nyinyi mko tayari? Unajua mimi na Raila tulikuwa tunasema wakihesabu tunahesabu. Wakijumulisha tunajumulisha. Wakiiba lakini wakatuibia. Kwa hivyo hii timu sio ile ya Raila alikuwa anaibiwa. Hii ni timu ambayo haiwezi kuibiwa. Hii ni jeshi wananchi ambao wako tayari kujikomboa na kukomboa nchi yao. Juzi sisi United Alternative Government tumetoa makadirio ya bajeti ya mwananchi, ile tunaita people's budget. Tukasema kwa mfano tutaregesha Linda Mama, tutatoa hii wizi inaitwa SHA. Sina mna hiyo? Wangapi wako tayari kuunga mkono hiyo? Tukasema tutaondoa wizi
wa affordable housing ni makateli, wizi mtupu. Tukasema tutaregesha bei ya mafuta kutoka 232 tu shilingi 170. Hiyo Kasongo hawezi, na hiyo peke yake itarudisha gharama ya maisha. Tumeona vile nyinyi mnafanya kazi kwa bidii. Mama Mitumba tumeona hapa, Mitumba hata alikuwa karibu anataka kutoa ushuru zaidi kwa mitumba. Nyinyi hamjui hata ukitumia mtoto wako hapa, yule ako Mombasa anataka kutumia mzazi pesa kwa M-Pesa, Ruto ananyakua ingine kwa hewa. Yani anatoza ushuru hata simu ambayo pesa unatumiwa na mtoto wako. Hiyo yote tutaregesha, na tuna ujuzi na tuna uwezo, na Kenya imeamua. Je, nyinyi umeamua watu wa Kisii? Mumeamua watu wa Kisii? Hebu tuamue, kama kwa sababu ushindi wa kwanza mumeonyesha, sasa msikome, msonge mbele. Na tukiwa hapa, hata elimu Kasongo ameharibu kila kitu. Mimi nilikuwa waziri wa elimu wakati mmoja. Nadhani makosa kidogo nilifanya, niliondoa ile kuchapa watoto na kiboko. Hiyo niliondoa. Lakini kulingana na sheria za watoto duniani kote, hivi tunavyozungumza, kuonyesha uharibifu wa elimu, hata shule zetu watoto hawasomi, zinafungwa kwa sababu watoto wameumia kiakili. Sasa watoto wanarundikana, ile inaitwa year 10. Tumepata habari sasa tukiendelea, wale watoto 16 waliuawa Gilgil, walichomwa moto na watoto wenzao. Tukiwa hapa mazishi inaendelea, na kina Sifuna wako huko wanawakilisha sisi zote. Kwa hivyo naomba tutoe kofia, tukumbuke watoto wetu 16 ambao sasa hivi wanapatiwa the final right. Tuwakumbuke, na tukumbuke wale watoto wa Kenya wengi ambao wanaumia kiakili. Kwa dakika moja. Asanteni, na mpumzishe maisha ya watoto wetu hapa. Shule nyingi zimefungwa, Alliance, Loreto, kila mahali, hata hapa. Na unajua sababu? Ni sababu elimu imeharibika chini ya uongozi wa Kasongo. Na ndio tunasema sisi huyu jamaa hatuna chuki na yeye. Hatuna chuki, lakini tuko na chuki na msimamo wa kuleta hali ya umaskini ambayo hawezi kuvumilia. Watoto wana kazi. Sukichukua serikali, tunataka tuhakikishieni, utaona wakesaji wakitoka nje zote za ng'ambo. Hata huko Ruto ametoka huko, hawamini yeye, haaminiki. Utaona vile wataleta pesa zao, dola, mayuro na kila kitu, wakiona uongozi usio na wizi. Ile imeharibu Kenya hii ni wizi ya pesa za umma. Sasa unaona hii affordable housing wanaibia nyinyi, hiyo tunasema tutatoa. Wangapi wasema tutoe hiyo? Ukazo ni makateli. Hiyo pesa affordable housing hata wanaharibu zaidi. Ati yule PS ambaye anasimamia mambo ya housing anasema watachukua hizo waweke kwa government bond. Yani serikali inajikopea yeye mwenyewe. Ukora mtupu. Na kwa sababu tumekuja kwa sababu ya watoto wetu hawa, na hatimaye watoto wetu na wazazi wetu, ni lazima sasa tukomboe nchi yetu. Mkiniona hapa mimi nilikuwa na Raila miaka hiyo 15. Si ni kweli? Si hiyo 15 hiyo? Kwa hivyo huyu gavana wenu nakubaliana, mimi naona Kileopa hii kitu utachukua. Wewe ni deputy leader, utangangana, mtaongea na yule kama mlifanya hapa. Kuna mwingine wa DAP. Huyu ndiye gavana wenu. Na mimi kwa upande wangu Wiper Patriotic Front, ikiwa rafiki yangu Kileopa Malala ambaye najua na ujuzi wa kuorganize, ambaye najua ugopi, ambaye najua mwezi kuibia, kumuuzia ukora na wizi, yeye wakikubaliana na ndugu huyu Eugene, huyu atakuwa candidate wa United Alternative Government.
Na kwa hivyo mimi Wiper pia tunamsupport. Na mimi nikitoa support sirudi nyuma. Si namna hiyo? Si mnajua vile support ya baba miaka yote hiyo. Kwa hivyo mjue sasa ile, na utawapa trick moja. Kasongo anatarajia, anasema Waluya hawezi kushikamana. Anasema kura ya Waluya nitagawanya. Kwa sababu Kenya ingine yote huko mlima kwa Gachagua na huko upande wa mlima ya chini mpaka Mombasa, mpaka kila mahali Kenya hii Northeastern, Ruto hana kura, anatarajia ya Waluya. Mtampatia? Wangapi wanasema hatampatia Ruto hiyo kura ya Waluya na hata gawanya. Asanteni sana, Mungu alinde. Mungu abariki sana. Kisero, mimi ni patron wa watu wote ambao wanashangilia mipira. Jana nilihuzunika kuona South Africa ikichapa na Mexico katika first round. Na mimi ni mtu wa Arsenal, lakini hapa nyumbani wewe ni Manu, wewe ni Arsenal. Lakini hapa nyumbani mimi ni patron wa Sofapaka. Sasa hii timu ya Sofapaka mimi itaiunda mpaka iende kombe la dunia, because nitataka pia timu ya nyumbani. Ama hata ile ingine ya unajua Homeboys, najua huyu ndugu yangu ni wewe ni Manu, na hapa nyumbani wewe ni Gor ama FC. Hapa nyumbani niko FC. Tena namna hiyo. Sasa sikilizeni. Mimi kama patron wa mashabiki wa kandanda Kenya hii, yule ambaye ni CEO ambaye anatumika chini yangu, wakati mmoja tuliorganize mashabiki tukaenda kuishangilia timu yetu Uganda, tukaenda sare kule. Anaitwa Liboi anatoka hapa Kisii. Kwa hivyo nyinyi mnapenda kandanda. Ile ingine ni Waluya wanataka kutuma salamu. Simfikie Zakaria Demfo akiwa wapi? Yani nyinyi mnapenda jamii na mnapendana. Tunataka tuone huyo kushikamana kwenu kwa Mlembe Nation, kusije kukachezewa na Kasongo. Bwana Yesu abariki sana. Kisii, hello. Tuendelee tusiendelee? Ama umechoka? Mmesikia kinara wa DCP, mmesikia kinara wa Wiper, mmesikia kinara wa DAP. Sasa tumebaki na party leader mmoja wa DP. Huyu jamaa alikuwa speaker wa bunge la kitaifa. Amekuwa pia Attorney General wetu. Amekuwa pia waziri wa serikali hii. Sasa nataka nimuombe yeye akimaliza, tulikuwa tumemsahau mbunge mmoja PK Salasia, kijana wetu wa Mumias East, na yule atatufungia ni gavana wetu wa Trans Nzoia. Na ndugu yangu JB, hawa viongozi mnaoona waliobaki, huyu gavana anatembea na PK Salasia katika chama chetu cha DAP Kenya ya watano, na kwa hao wote ni gavana mmoja tu, huyu natembea ndiye amesimama na wananchi. Wao wengine wanne wote wamemezwa, wameenda kwa Kasongo, si mnawajua? Kwa wabunge wote Kakamega hii wote wameenda kwa Kasongo. Ni kijana mdogo huyu PK Salasia ndio mbunge peke yake Kakamega amesimama na nyinyi. So nataka hao wenzetu wakiongea wakimaliza tufunge twende kwingine, lakini niombe watu wa Western mtuongeze magavana wengine. Wale wameenda na Kasongo waende wasiende? Gavana natembea, twataka pewe wengine wanne wenzake watembee pamoja. Hapa Kakamega Kilewana tosha atoshi. Kilewana tosha. We don't want natembea to be lonely. Twataka apewe yu mtu wa nguvu watembee pamoja. Mnakubali jamani? Nilete JB Muturi aweze kusimama kwa niaba ya DP aongee nasi. Karibu.
Wizara hii! Kisa East hii! Najua kama vile Kileo alituambia nyinyi ni mabingwa. Na kweli nikitizama naona huo ushujaa na ushupavu. Lakini kwa vile muda ni mfupi, kwa sababu tuko na mikutano mingine minne, nitakuwa mfupi wa maneno. Kama hivi, wale watu wanaongozwa na Kasongo wamekuwa wakisema huu muungano wa viongozi hawa, the United Alternative Government, hawana mpango. Sasa jana waziri wa fedha amesoma bajeti ya Kasongo. Sio bajeti ni ya Kasongo, kwa sababu yeye ndiye rais. Lakini wakati anasoma kuelezea vile anataka, Kasongo mwenyewe alikuwa anarandarana kuko ng'ambo kwa wazungu, akiwaambia msome magazeti Kenya, msome hata ile mtandao mnaona vijana wakiandika. Ukitaka kujua ukweli wa Kenya, niangalie mimi, nisikilize mimi. Je, hapa Kisa East mkiangalia hiyo Kasongo, hata mzungu nani ataleta mali yake hapa? Uangalie hiyo sura ya Kasongo. Si afadhali tupatie huyo aduda huyu? Ama namna gani? Kasongo amesikia ile mambo tumeleta kule kuanzia Jumatano aliposikia tumesoma alternative budget ya wananchi, amekimbia usiku amefika. Alafu amesema anakuja Western. Na shindo jameni Kasongo, si ufikiria mambo mengine. Huku sehemu hii ya Western, kama hii bajeti ilikuwa kweli inaangalia maslahi ya wananchi, tungesikia mambo ambao ni kilimo, inahusu kilimo, industries, kama vile idara ya madini. Si huku pande hizi sehemu zingine kuna hata ile dhahabu. Siko dhahabu pande hii. Sasa badala ya Kasongo kuangazia ile ndio ifaidi wenyeji wa hapa. Unajua huyu amesema ameleta Ebola, huyu ndiye amepita mtihani. Lakini wachane niwaambie ukweli wa mambo. Kasongo anataka kufunika watu macho. Anasema kule katika Nanyuki Airbase ati anajengea Amerika quarantine ati kwa sababu kuna ugonjwa wa Ebola. Lakini ukweli wa mambo, hiyo kituo kinajengwa pale ni ya kutoa dhahabu kutoka Kongo, inapelekwa pale, mnaambiwa ni wagonjwa wa Ebola. Kwa sababu hataki ile dhahabu iko hapa Visero ifaidi wenyeji wa hapa Visero na Ikolomani. Aende asiende? Aende asiende? Jamani, si mnajua huyo jamani muuaji? Amekamata vijana wengi. Wengine ametupa, hata wazazi wao hawajui wako wapi. Walipokamata kijana yangu nilienda mimi mwenyewe kwake. Nikaenda nikamwambia wewe Kasongo, mimi hata ukinifanya mwanasheria mkuu wako, mimi si mtoto unichezee. Nikamwambia chukua simu hii, pigia hii kijana anaitwa Nurdin, mkubwa wa NIS. Akampigia nikiwa pale. Nurdin akasema yes, na alikuwa anakataa kuchukua simu zangu. Akasema wewe ndio uko na kijana ya Mturi? Yes sir. Within 1 hour atakuwa ameenda nyumbani. Nikauliza Ruto, sasa mimi kweli, kwa sababu mimi ni eji wako, nimekuja kwako. Ule mzazi ambaye mtoto wake ameshikwa, ametekwa nyara, amefichwa, huyo mzazi hawezi kukufikia wewe. Mtoto wake atatolewa na nani? Wale ambao, na nilikuwa nimeenda mpaka pale mochari nikaona wazazi wengi wanalia, wanatafuta watoto wao, wametekwa nyara, hawajulikani wako wapi. Nikamuuliza, sasa huyo mzazi kwa sababu hawezi kukufikia vile mimi nimekufikia, huyo mtoto wake hana uhai kama wako? Ndio nikamwambia mimi, hiyo kazi yako, hata kama iko na nini, hata kama iko na dhahabu,
potelea mbali naye. Mimi huwezi kuniweka kwa mfuko. Unanyanyasa, umejaribu mimi. Umekamata kijana yangu, nimekuja hapa ukamtoa. Lakini kuna Wakenya wengine wengi, wacha mimi niende kule nje nikatetea wale ambao hawawezi kufika huko kwako. Kasongo ende siende. Kwa sababu ya muda, ndugu zangu wa Wisero, nitakuja tena. Waacheni tumsikize huyu kijana chipkizi, rafiki ya Wakenya wengi. Hata kule kwetu nyumbani yangu watu wanampenda. Peter Salasia, mbunge wa Mumias East. Asante. Wisero Kisa. Bas, mimi ndaka mbili peke yake. Mimi nataka nichukue nafasi kwanza kushukuru watu wa Kisa East kuchagua kiongozi wenu hapa, na pia kutukaribisha kwa heshima kubwa sana. Mimi nataka kuwatuma viongozi wenu kwa sababu naona katika umrengo nesisenye na ule kumrengo kuno, si ndio? So abantu banabatu kabetsa mbobore enywe sababu kwa Kenya, lakini mmanya sisi tuko katika united opposition kwa sababu tumewapatia hao watu wa Kenya Kwanza wameshinda kufanya kazi and we have no business for them. Kwa sababu hapa Kakamega hakuna kitu ambacho tufanyia. Tulikuwa hapa na project ya 2 billion ambayo ilikuwa ni ya stima, lakini hao jamaa walipotea na hiyo pesa ya 2 billion ya stima from French government. Sasa hakuna stima yetu. So we want to tell them na hii stima ilikuwa inakuja hapa Wisero na all the 12 constituencies za hapa. Sawa sawa? So hao jamaa kikuja hapa msiwaambie, ambia wewe ongea mambo yako enda, na tunajua hapo kwa watu wenye wameongea hapa. Tuko hapa na rais ako hapa. Tuko hapa na deputy president ako hapa. Sasa mambo mengine yote serikali ya Kenya iko hapa. Murasha bore. Sumrajia mimi nitembea Kenya yote. Na nimeona serikali iko hapa. Na hii safari tutakuja kuendelea huko mbele. Sasa tumkaribishe mheshimiwa anatembea. Karibu mheshimiwa anatembea. Wizara hoye! Waluya hoye! Harambee! Harambee! Hawa wageni wetu leo wamekuja kudhibitisha, maana wamekuwa wanasikia story kwamba nyinyi hamuko kwa one term. Ati mwaka ujao jamii ya Mluya ndiye anaenda kuuza Kenya. Leo hii wamekuja kusikia sauti. Watu wangu, muko tayari? Wacha tuone kwa mikono wale ambao wako tayari, wameona kwa mikono. Mimi nitaongea mambo matatu tu. Jambo la kwanza, viongozi wetu wote ambao wamechaguliwa isipokuwa huyu Salasia, wote wanakaa kule kwa mafuta, wanaenjoy wakati watu wetu wanaumia. Mimi naambia watu wa Wisero, hii timu ambayo mnaona hapa ndio inakuja kukomboa Kenya. Wala ambao wako kule dakika ya mwisho kikuja mbio kikuja kwetu tukubala ama tukatae. Mimi naomba wenzetu ambao hao wazazi wetu walitupeleka shule, mmesoma vizuri. Sasa wakati wa kuja nyumbani kuokoa watu wetu umefika. Hatuwezi kuchagua viongozi vibaraka tena. Kuchagua viongozi vibaraka ilikwisha 2022. Wisero, mko tayari? Hii serikali imeongeza gharama ya maisha. Usiku na mchana ni ushuru. Wanasema sisi kama upinzani we have got no ideas. Sisi tuko na ideas. Badala ya kuweka vitu ambayo ni luxuries ikuwe mingi, wapunguze hiyo vitu na ushuru itaenda chini. Ama namna gani watu wetu? Ili watu wetu wakuwe na pesa kwa mfuko. Hii serikali imemaliza Western, Mumias ilienda, Nzoia ilienda, Pani Pepe ilienda, kila kitu ilienda, sisi tumepaki zero. Watoto wetu hawana kazi, ama wao wako na kazi. Hii serikali ambayo tunataka kujenga ndio serikali ambayo inakuja kukomboa sisi. Waluya mupo? Waluya mupo? Muko tayari? Muko tayari? Ningependa kuhakikishia kitu kimoja, ya kwamba hii timu ambayo mnaona hii na ile timu ya Linda Mwananchi tutakuja kukaa pamoja
tulete candidate mmoja. Tumeelewana? Yule candidate ambaye anaenda kupambana na Ruto. Na nyinyi mkijitokeza na kura yenu milioni 6, Mulima milioni 8, tayari tu Mulima na Ukambani na Western Kasongo amefanya nini? Amefanya nini? Saa hizi anasikia mahali tunaenda anakuja hapo. Hata nasikia amepanga safari ya kuja Kakamega. Watu huyu jamaa akikuja anakuja na pesa mingi. Tumeelewana? Akileta pesa mkule pesa, maana pesa ni yenu. Msiogope kula pesa. Tumeelewana? Lakini akitoka tunamwambia one time. Mama namna gani? Mimi niliambia watu wa Trans Nzoia kwamba nikikuwa governor sitaki kuongoza watu waoga. Na sisi Waluya huwa tukue waoga. Hii uoga ilitoka wapi? Umeanza kuwa waoga? Tunakula hiyo pesa na madharau. Mama namna gani? Tukijua kwamba ukombozi umefika. Jambo la mwisho, Ruto ameenda kule DRC. Uganda imefunga mpaka na DRC kwa sababu ya Ebola. Yeye anapewa pesa kidogo na Amerika, ambao wamekataa watu wao wenye Ebola kwenda Amerika, nchi ambayo ni first world. Anakubali wagonjwa wa Ebola kuja na nyuki kule Laikipia kuja kuambukiza watu wetu Ebola. Na mjunge tangu dunia uumbwe Kenya haijawahi kuwa na Ebola. Ebola ya kwanza italetwa na Ruto. Mtakubali au mtakubali? Mumekataa. Mumekataa. Ruto anakuwa rais wa mwisho ambaye atapanda ndege, apigiwe saluti na jeshi, aende kule ng'ambo kwenda kuomba pesa. Akirudi baada ya kuomba pesa, anapigiwa saluti na wanajeshi wa Kenya. Sisi tunarudi kwa ile serikali ya Mwai Kibaki na Wamalwa kijana, ambaye mambo ya World Bank, IMF na kuomba mipaka haikukuweko. Tumeelewana? Hautuwezi kubali tena rais of a sovereign state akuwe anatembea na bakuli kwenda kuomba misaada, na hata hiyo pesa wakiomba haifiki kwenye taifa la Kenya. Kenya lazima ibadilike. Ama namna gani? Watu wetu, naomba wa Kenya mseme kwamba lazima akuwe Kalonzo, lazima akuwe Matiang'i, lazima akuwe nani, kwa sababu ndio kwa jamii yako. Saa hii tunataka kiongozi ambaye anaelewa matatizo ya mwananchi. Kiongozi ambaye atakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni akitafuta suluhu kwa masuala ya mwananchi. Wana bandu befenga kufuana. Kumutamba kwa kuupa kabisa. Kama kuna mtu maskini ni mtu Muluya, si ndio? Na nyinyi mnafanya kazi usiku na mchana. Hata tukiongea hapa mama wetu wanafanya biashara hapa. Lakini akienda nyumbani ako na pesa ngapi kwa mfuko? Wametupandia njema tupake chini, tuko tukifanyia watu kazi, na mimi ndio nisema toa tutakubali hiyo maneno. Ama namna gani? Mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Mimi nataka kuisara tupige toa mpaka Sugoi watu wasikie. Ama namna gani? Hapa funga hivi. Wewe kama unanielewa funga hii. Ama namna gani? Sisi tunafukuza mambo mbaya peke yake, si ndio? Haya funga. Ufukara. Ukabila. Majivuno. Mapendeleo. Ford Kenya. UDA. Kasongo. Plani fakiri. Nyinyi mko sawa kabisa, Mwenyezi Mungu awabariki.